ile video niliyoposti ya kuhusiana na jinsi wanaume wanavyovuna energy yako kama mwanamke feminine, watu wengi sana kwenye comment wakasema like, okay, tuambie na sisi jinsi ya kuwavuna energy zao. Okay, so kabla sijakwambia jinsi ya kuvuna energy ya mwanaume kwa manufaa yako, muhimu sana kuelewa tofauti ya kuvunwa energy na kunyonywa energy. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kuvunwa ni harvesting kwa Kiingereza, lakini kunyonywa ni siphoning, na zote zina madhara tofauti tofauti. Kuvunwa energy yako inamaanisha kama mtu anavyoenda shambani, anavuna gunia la kwanza, gunia la pili, hivyo. Yaani ana collect. Kuvuna ni kukusanya. Either anataka ajisikie vizuri, either anataka ajisikie powerful, anataka naye ajisikie mwanaume. Kwa hiyo atakusanya energy za wanawake kwa njia tofauti tofauti. Hiyo ni kuvunwa energy. Mfano rahisi, social media. Wanaume wanatumia sana social media kukusanya au kuharvest energy za wanawake. Anaweza akakudm, akakutumia message, hey, mambo, uko poa, au hata inbox ya kwako ya WhatsApp. Ndio maana wale wanaoweka status mwanaume anasema tu wow. Wote hawa wanakusanya energy. Anatuma hizo hey au hizo mambo kwa watu wengi sana, yani kwenye social media. Hata wengine ambao wanajua hawataweza hata kusoma hiyo DM yake, tuma hizo message kwa ajili ya kucollect, kuharvest, kuvuna energy za wanawake tofauti tofauti kwa njia ya kupata attention kutoka kwako. Vile anavyokutumia message, hi, mambo, uko poa, umependeza, you look beautiful, blah blah blah, anataka attention kutoka kwako. Unavyofungua ile DM na unamjibu like, yeah, thank you, niko poa, sijui unamjibu bla bla ambazo hazieleweki, umeshampa attention. Na akishapata attention, basi amevuna energy yako. Kuvunwa ni kama mtu anakusanya taratibu tu, as much as he can. Taratibu ni kama mtu unaenda bombani, unachota maji, alafu unapeleka kesho tena unaenda unachota maji ya kunywa, unapeleka ile ya kufulia. Yani unachukua kidogo, unatulia, unachukua kidogo, unatulia. Siphoning, hii ni kunyonywa energy, na hii ni more dangerous kwa wanawake. Ni mtu ambaye anataka kukunyonya energy yako, ikiwezekana for free. Sometimes wanawekeza kitu kidogo ili nawe kukufanya ujisikie vizuri, lakini wananyonya kitu ambacho ni more expensive kutoka kwako. Na hii kunyonywa energy, siphoning, hii mara nyingi sana ni kwa njia ya mahusiano. Huyu mwanaume atataka kupata access kwako wewe, either kwa kutaka mahusiano na wewe, either kwa kutaka kukuoa au hata kukuzalisha. Anataka access, anataka kupata nafasi kwenye maisha yako. Nyonywa ni kama consuming wewe mzima, energy yako, mwili wako, pesa zako, kila kitu, mindset, everything. Hiyo hii itakuwa kwa njia ya kumanipulatiwa. Manipulations zitakuwa za kutosha, gaslighting ni kibao, love bombing za kutosha. Huyu ni mwanaume ambaye atakusoma wewe vile ulivyo. Njaa yako iko wapi? Kwenye ndoa, atakupatia ndoa. Njaa yako iko wapi? Kupata watoto, of course. Atahakikisha unamzalia. Njaa yako iko wapi? Ni kuhudumiwa bare minimum, of course. Atahakikisha na kuhudumia hizo bare minimum. Anakupa kidogo kama kambwa hivi, kesho unataka tena. Mfano wa kuvunwa energy kama vile unavyokusanya taratibu. Sasa hii siphoning, kunyonywa energy, ni mtu ambaye anataka everything. Kama ni maji, anataka bomba zima liwe la kwake, sio kwamba anachota kidogo anaondoka. Hao ni wanaume ambao wanakuonea wivu, hawataki maisha yako yaendelee. Wengine mwanaume akishakufuata akaona kabisa like, wow, huyu mwanamke, she's very beautiful, she's good, yani ana good mindset, she's intelligent, she's very smart, lakini ukamwonyesha dalili yoyote ya wewe kutokutambua thamani yako, kutokujua unachokitaka, kutokujua uko hapa duniani kwa sababu gani, of course atakuwahi, kwa sababu anajua like, okay, bado hajajitambua huyu, ngoja nimchukue mimi kwa manufaa yangu. Utaanza kuona anakuhudumia kidogo hivyo bare minimum. Hataki ufungue biashara. Kwa sababu gani? Anataka uwe mateka. Wengine wataenda speedi kabisa, atakuvalisha pete engagement, atakuoa nini na nini, ili mradi uwe kwenye himaya yake, kwa sababu anajua una potential ndani yako. Ni kama unamlisha yule mbuzi wa sherehe anenepe, alafu awe tayari kwa kuliwa baadaye. Yeye kuprovide kwako itakuwa ni strategy, na utajua ni strategy kama ukishamwambia kwamba ya ile uliokuwa unanitumia haitoshi tena, naomba uniongezee, vitu vimepanda bei, au unamshirikisha mafanikio yako. Unaona kabisa uso wake unamshuka kama nyau aliyechanganyikiwa, hafurahii wewe kufanikiwa, haonyeshi kukusupport kwa namna moja ama nyingine, anakuongelea negative ili kushusha confidence yako, anahakikisha haujisikii the best vision of yourself, anahakikisha unakasirika tu, furaha yako ameishikilia mkononi. Akitaka ucheke atasema hivi, akitaka unune atasema hivi, yani anakufanyia game. Huyo ni mtu ambaye anakunyonya energy yako.
na hii inakuwa ni kama mkataba kiasi kwamba atakunyonya energy kwa muda mrefu sana. Utashangaa umepoteza hata ile mindset yako, umepoteza muonekano, umepoteza umri, energy, unachoka, unakuwa drained, yani hata maisha hauyaelewi tena kwa nini hata niko hapa duniani. Hii mwisho wa siku atakufanyia kitu kibaya sana kiasi kwamba ndo inakuwa mwisho, kwa sababu amesha kunyonya mpaka anaona kabisa ni wewe uko empty. Hauwezi kumfanya ajisikie vizuri, hauwezi kumfanya ajisikie powerful. Feminine energy is very very expensive and very powerful. Yani usipoielewa hiyo, wanaume wataitumia kwa manufaa yao mpaka watakapoona like okay, nao hata hajielewi kabisa, hajitambui, anakuacha. Ndo wengine hata wanauawa kwa sababu hauna matumizi tena. Umejisahau na wewe umesahaulika. Wale wanaokuvuna energy mara nyingi sana watachukua kidogo, ndi kama nilivyosema, wanaondoka. Hata kama mkiwa mme have the best time, mme have dinner, mmeanzisha sijui situationship au sijui kitu gani, unashangaa baada ya muda amedisappear, anakughost. Kwa sababu gani? Ameshavuna kidogo, anaenda tena kupumzika, kuitumia imfaidishe yeye, anarudi tena baadaye. Kwa hiyo hawa wanaovuna energy yako huwa wanarudi for some time to time. Baada ya muda anakuja tena kukusalimia, kuona kama bado anaendelea kupata kutoka kwako. Lakini hawa wanaonyonya, yani ataharakisha kila kitu ili uwe kwenye himaya yake in a long term. Don't get twisted. Pia kwenye hawa kuvuna energy, wanaume wanavyovuna energy yako kama mwanamke, hata kwa njia ya kutaka kuja kuwa rafiki yako, anajua kabisa bado atapata access. It's all about attention. Yani ukiwa unampa attention, tayari umeshampa energy yako. Kwa hiyo hata kama akishaona like oh, siwezi kumuafford huyu mwanamke sio wa level zangu, ngoja niende kwa gia ya kuwa rafiki yake, ngoja nijidai she's my homie, okay? Lakini akikupigia unapokea, akikwambia twende hivi mnaenda out blah blah blah, unaongea. Lakini mwisho wa siku ukipay attention, utaona kabisa jinsi gani anavyovuna energy yako kwa attention yako ambayo unampatia. That's how unaanza kuelewa kiasi gani wanaume wanahitaji energy ya mwanamke, feminine energy, ili wao kuendelea kuishi, ili wao kuendelea kukua, ili wao kufanikiwa zaidi. Ni muhimu sana wewe kupay attention energy yako inapokwenda. Nimezungumza sana hii, usikubali kuvunwa energy yako for free. Sababu sisi tuko hapa duniani, tunawasapoti wao, they need us, they need women. Kwa hiyo hatutakwepa kutumiwa, lakini make sure hautumiki for free. Make sure unafaidika kwa namna moja ama nyingine, tena zaidi ya kile anachokipata kutoka kwako. Wewe uoga wako wa kupokea kitu alafu unaanza kujisikia hatia like okay, na mimi sasa nimpe sijui nini, ananidai sijui kulala naye, amenihudumia, basi na mimi ngoja nimfanyie. Wewe ndo unajiweka hatarini kwenye kuvunwa na kunyonywa energy yako. Tambua thamani yako. Jifunze jinsi ya kuishi kama mwanamke feminine. Nimekuandikia kitabu ambacho ni very simple, ukisoma ni kwa haraka sana. Utaanza kuelewa na kubadilisha mindset yako na kutambua kilichoko ndani yako. Link iko kwenye profile hapo. Soma hicho kitabu. Amsha hizo nguvu zako za kike zilizoko ndani, ili usiwe easy kutumika, ili usiwe easy target. Mwanaume akikuangalia, hata akiangalia your profile, hata akiangalia your Instagram, anajua kabisa okay, this is an easy target. Huyu ni mrahisi sana, naweza kupata energy. Kwa hiyo unaanza kujiweka hatarini kuchezewa michezo ambayo mwisho wa muda wewe unaanza kugundua umetumika tena for free. Sasa jinsi ya kuvuna energy za wanaume, kwa sababu hatutakwepa kuvunwa, na nimesema make sure unavunwa lakini unafaidika mara 10 ya kile unachompatia. Have a strict program. Usiwe tu easy kujibujibu message ambazo unaona wewe mwenyewe hazina faida. Yani umeambiwa mambo poa nini, sema, nenda direct, mwambie what's up, naweza kukusaidiaje. Kuwa makini na vile unavyotumia muda wako, kuwa makini na vile unavyotumia energy yako. Wengine mkiamka asubuhi tu umeshaanza kuwaza huyu mbona hajanipigia sijui na nini. Wewe huna maisha, hauna vitu vya kufanya. Nyie ndo mnakuwa easy target kunyonywa na kuvunwa energy for free. Ukija kugundua miaka baadaye umechakaa, umeisha, hakuna cha maana ulichokipata, huna furaha, huna pesa, umechoka. Kama unataka kuvuna energy ya mwanaume, kitu cha kwanza ni kwa wewe kuelewa kwamba you are goddess. Wewe ni mtu wa thamani sana. Wanaume wanatakiwa yani waabudu sehemu unayotembea. Very easy. Have that mindset. Iweke hiyo akilini. Usipokuwa na main character energy na kuelewa kwamba wewe ni mtu wa thamani hapa duniani, yani watu wanapata hata bahati kupumua hewa moja na wewe, hamna energy ambayo utaweza kuivuna. Yani wewe ndio utakuwa unaendelea kuvunwa energy kwa sababu wewe mwenyewe hujui kwamba ni mtu wa thamani. Upo tu. Anza kuwa na mindset kiasi kwamba unaelewa watu wanatakiwa washukuru sana hata kukufahamu. Yani men should be grateful even to have your
number, even kukupigia ukapokea, even kukutumia message blue tick at least hata kama haujajibu. Yani anatakiwa ashukuru. Uwepo wako ni kitu cha thamani hapa duniani. Hii hakuna mtu mwingine atakaye kuambia kama wewe mwenyewe hautaanza kuamini hilo. Ukiona wewe ndo unaanza kushukuru Mungu kwamba nimepata mwanaume anayenihudumia, at least nimeolewa, nimestirika, at least huyu mwanaume ananipa 100,000 sijui kwa wiki, bora hata nashukuru sana nimebahatika. Wewe ndo unakuwa vice versa. Wewe ndo unakuwa kana kwamba like mwanaume kuwa kwenye maisha yako ni kitu cha msingi sana, ni kitu ambacho umezawadiwa, ni bahati sana. Work on yourself. Una matatizo mengi ambayo unatakiwa uyafanyie kazi. Una trauma kibao ambazo unatakiwa heal ili uanze kurudi kwenye nafasi yako. Kitu cha pili, energy wanaume wanavyoichukua ni simply kwa kukufanya wewe uanze kufanya vitu kwa ajili yao, kwa kukufanya uwe na stress, kwa kukufanya uanze kuwaza kwa ajili yao, kwa kukufanya yani wewe uanze kuogopa, yani itakuwaje, huyu yuko wapi, mbona hajani text, sijui mbona nini. The moment unaanza kuwaza kuhusiana na mwanaume, that's the moment energy yako inavyokuwa inavunwa au ndo inaandaliwa kunyonywa. Mara nyingi wanaume wanavuna energy za wanawake kwa kugombana, kwa kukufanya uwe na stress, kwa kukufanya uwe na mawazo, kwa kukufanya uanze kumfikiria sana. Kama wewe ndo unaamka asubuhi unaanza kumfikiria mwanaume, sijui kwa nini hajani text, sijui kwa nini amefanya hivi, sijui mbona sijui atakuwa na cheat, mbona jana amechelewa kurudi, mbona akai nyumbani, sijui mbona, yani wewe ndo unakuwa na mawazo mengi kuhusiana na huyo mwanaume badala ya yeye kuwaza kuhusu wewe. Wewe elewa energy yako inavunwa. Shift your mindset. Acha kuwaza kuhusu yeye. Anza kufocus na wewe. Kuwa unpredictable. Ile ratiba niliyosema ya Jumatatu mpaka Jumatatu, ifuate hiyo ratiba. Mfanye awe na stress. Mfanye yeye ndo awe na mawazo. Mfanye ajiulize maswali. Yuko wapi huyu? Atakuwa ameenda wapi? Sio kila swali unalouliza unajibu tu like wewe kama mtumwa kama huna akili timamu. Muulize like, kwani unaniuliza niko wapi? Haujiamini? Uliza maswali back. Acha kujibu kila swali. Unavyomfanya anakuwa na stressi, anakuwa na wasiwasi kuhusiana na wewe, anakuwa na mawazo, anawaza kuhusu wewe. That's how unaweza kuvuna energy yake. Na hiyo ndio inawafanya wana invest zaidi na zaidi, kwa sababu hawatakaa kukuelewa. Yani unakuwa mpya kila siku. Sasa wewe kama ni open book, kisha kujua unavaaga hivi, sijui wigi lako ni hivi, sijui tatu kichwa kila siku, ukiamka Jumatatu unaenda huko, Jumanne umerudi. Yani wewe ratiba yako yote inaeleweka. Huna jipya. Hauwezi kuvuna energy yake. Be unpredictable, usikaririwe. Fanya rahisi kusema no. Sema no hata kama ulisema yes asubuhi. Ikifika mchana sema no. Umemkubalia nikifika nataka tukuichi. Ukifika nyumbani sema like, no, nibadilisha mawazo. Sitaki tena hiyo. Be easy ku change your mind. Change your mind last minute. Hata kama mmekubaliana date sijui kitu gani nini na nini, lakini make sure unakuwa mindful kwenye hii ku play mind game, kwa sababu sometimes inaweza ikaonekana kama akili zako haziko vizuri. Kama mmekubaliana kwenda date sijui nini, be on time. Usicancel last minute unless kama ameshakufanyaga kitu kibaya, kwa hiyo unataka kulipiza, that's okay. Lakini kama he's being good, he's being cool, unaweza ukacancel siku moja kabla au mapema asubuhi. Kama mlikuwa mna mpango wa jioni, asubuhi like, nimepata dharura, sitaweza ku make it kwenye our dinner date. Change your mind. Hata kama hauna vitu vya kufanya, have life. Acha kufanya wanaume ni center ya maisha yako. Kitakuramba vibaya mno. Utapigwa na kitu kizito kila siku. Kitu kingine, wakati mnakuchikwichi, pia unaweza kuvuna energy ya mwanaume. Hii ni very deep na hii inaweza ikawa more spiritual, lakini kwenye surface level ili sikuchanganye. Wakati unafanya kile kitendo, make sure unajiweka kipaumbele wewe. Acha kuwaza sijui imefika, sijui atanionaje, sijui namfurahisha, sijui kitu gani. Focus na wewe. Nini kinakupa furaha? Then fanya zaidi ya kinachokupa furaha. Acha kufocus na kumuimpress yeye. Wewe energy yako ndio itakuwa inavunwa. Kama unataka kuvuna energy yake, focus na wewe, jiweke kwenye kipaumbele wakati wa kuchikuichi. Fanya style ambazo zinakufurahisha wewe. Fanya ambacho kinakupa wewe pleasure, ambacho unajisikia wewe. Sio kwamba yeye nimeambiwa sijui nimefundwa, sijui nimfinyie kwa ndani wakati ujisikii kumfinyia. No, fanya kile ambacho unataka wewe. That's how you get his energy. Kitu kingine, jinsi ya kuvuna energy za wanaume ni kupitia attention. Nikisema attention, unaweza kuwa umeisikia mara nyingi sana kuhusiana na aura farming. Aura farming is very simply about energy farming here. Hii unaweza kuifanya kupitia glamour, magic,
Hii book itakuwa hivi karibuni, jinsi ya kufanya glamour magic, na nitaongelea pia na nitaweka pointi huko jinsi ya kuendelea kuvuna energy za watu kupitia hata hiyo glamour magic, na ili kufaidisha wewe, sio energy tu unazivuna alafu haujui kitu cha kufanya, kwa sababu watu wengi wanasema aura farming, then what? You don't know what to do with all that energy ambazo umezivuna, unabaki the same. Lazima ujue hizo energy unazozivuna unataka kuzipeleka wapi. Wanaume mara nyingi wanatumia hizo energy wajisikie powerful, wajisikie mwanaume, waboost ego yao, wafanikiwe. Sasa hiyo energy tayari wewe mwanamke iko ndani yako, unachukua za watu wengine pia, like you should be even successful. Kama hujui thamani yako, hata hiyo aura farming haitakusaidia chochote kile. Glamour magic ni muhimu pia kwa sababu unavyokuwa umependeza, unaonekana kama a piece of art, unaonekana kama sanaa. Nywele yako imekaa vizuri, makeup imekaa vizuri, umepaka eyeshadow, umepaka nini. I was talking to my girl, shout out to Bella. She says she wanna learn eyeshadow ili macho yake yaweze ku pop up kidogo, macho yake yaweze kuwa like anataka ile smoky eyes. I was really impressed about wewe, hata kupay attention kwamba like hey, nataka kuwa mwanamke mwingine, nataka kuwa mwanamke wa tofauti, nataka ku try new things. Kwa hiyo make sure una take your time kujiandaa, kuonekana kama umechukua muda kujiandaa. Pendeza. Ni ambao of course your skin inaweza kuwa glowing, inaweza kuwa ni, lakini trust me, ukiweka wewe hapo ambao umepaka skin care yako na mwingine ambaye amepaka skin care na amepaka na makeup, nani atashine zaidi? Usio unajidanganya, una sugar coating like niko comfortable hivi, niko comfortable sijui na nini, lakini ukienda sehemu it's not about competition, hatushindani. Lakini huyo ambaye amepaka makeup, ameweka nywele zake vizuri, amevaa heels, amevaa gauni yake more feminine, ameweka blush, ameweka mascara, ameweka press powder, huyu anapata more attention. Wewe ambao umekaa na skin care yako ndio ngozi ina glow, unaonekana kama dada wa kazi, unaonekana wewe hata hujachukua muda kujiandaa, yani wewe dakika 5 tu umeshamaliza. Huyu mwenzako amechukua at least masaa mawili. Attention inaenda kwake. Kama unataka kuvuna energy za watu, make sure unajua unazipeleka wapi hizo energy na unajua ambacho unaenda kukifanya. Sio tu unasema nataka kuvuna energy. Nimeongea na watu wengi sana like ni kweli unataka kuvuna energy ya mwanaume au za watu wengine, lakini the moment hiyo attention unayoitaka inakuja kwako, unaanza kuipush, unaanza kuiogopa, unaanza kusema like unaangalia chini. Ni kama ukiwa unatembea au unaingia sehemu yenye watu wengi, either ukiwa unatembea barabarani. Nimeongea sana na wanafunzi wangu ambao ninazungumza nao private kwamba kama unataka kushine, unataka kutake energy, pia kubaliana na vitu ambavyo vinakuja na wewe kutake hiyo energy au kushine zaidi ya watu wengine, sababu wewe ndio utakuwa focus. Ukiwa unatembea huko barabarani, utafeel hiyo energy ya watu kukuangalia, utafeel kana kwamba watu wananitazama, wengine watakurekodi, wengine watakupiga picture. Hiyo yote ni attention. Kama haujui jinsi ya kutumia hizo attention na hiyo energy, ndo wengine mnaanza kuchukua simu, mnaanza kutype vitu ambavyo havipo. Aibu, unaanza kuogopa, unaanza kutetemeka, jasho jembamba, unaanza kujibana makalio, unashindwa kutingisha your hips, kutembea kama mwanamke, unaanza kujikaza kwa sababu unaogopa watu wananiangalia. Hujui unachokitaka. Ukiwa unatembea unaona watu wanakuangalia, wanakutazama, watu wanakuongelea, own it. Elewa kwamba like tena anza kufanya kama ulikuwa unatembea, anza kuassume kwamba kuna red carpet hapo chini. Tembea kama mwanamke ambaye anajua thamani yake. Tembea kama mwanamke ambaye anajua ana shine na haogopi yeye kushine. Haogopi huo mwanga. She is the light. Yeye ndo mwanga wenyewe sasa. Yani sio unataka kuwa mrembo kati ya wote alafu watu ndio wakikugeukia wewe, okay, unaanza kuaibu, unacheka tu kama hujui wewe ni mrembo hapo ndani. Unaanza kupush, mtu akikwambia umependeza, nimependa hiyo nguo yako ulivyovaa, like nimeinunua tu hapo Mwenge buku sijui nini na nini. Yani ueleweki. Hauwezi kuvuna energy ya mtu yoyote yule. Jifanyie kazi, hivi vitu vitakuwa naturally kwako. Utakuwa rahisi sana kuvuna energy ya watu. Tena hautataka hata kuvuna kwa sababu watu watakuwa wanakuletea energy zao on your face. Sasa ni wewe utaamua uzitumieje. Njia nyingine ya kuvuna energy ya wanaume ni kwa wewe kuwa na sheria za maisha yako. Kuwa na sheria, lakini pia make sure watu wanaokuja kwenye maisha yako unawapa majukumu, unawapa role.
za kuplay kwenye maisha yako. Nataka kwenda date every weekend, nataka kwenda shopping every Monday. Hizo ni sheria zako. Roll, wape watu nafasi za kukaa kwenye maisha yako kama wanakufaidisha. Ikiwa tofauti, ndo nyie mwanaume akija kwenye maisha yenu mnaanza kumuona yeye ndo kila kitu kwenye maisha yako. Yaani yeye ndo alpha ndo omega, sijui mwanzo na mwisho. Huna maisha mengine. Kwa sababu gani? Haujui jinsi ya kuwaweka watu kwenye nafasi zao ndani ya maisha yako. Hauna sheria za maisha yako ambao watu wakija wanazifuata. Upo tu unapokea chochote kile, unaenda tu kama ng'ombe. Ishi maisha kana kwamba you know you are the table. Wewe ndo the table. Hamna mtu atakuwa na ujasiri wa kukwambia like what do you bring to the table. Wanaume wanapata ujasiri wa kuwauliza nyie kwa sababu unaonekana kabisa maisha yako hata hayana sheria yoyote. Upo tu, unaenda tu. Of course they expect you to give more than you receive. Anza kuwa na ile mindset ya kuelewa kwamba like hey, I am the table. Tena hiyo table ina siti kibao, ni wewe ukija ninakwambia ukae kwenye siti gani. Yaani mimi ndo meza na hiyo meza ina viti vya kutosha kiasi kwamba yani ukija nitakupangia ukae mbele au ukae nyuma au ukae katikati au ukae nyuma ya mwingine. Yani inategemeana na speed yako na vile unavyonifurahisha mimi. Vile unavyofanya maisha yangu yawe marahisi zaidi ulivyonikuta. Kuwa na hizo sheria.